Uhari gani mwana mipango? Mimi ni Eric Fabian, ni hosta wako leo kwenye tukio maalum kabisa kutoka hapa Chuo cha Mipango Mwanza, ambapo kocha wa timu ya chuo kwa upande wa mpira wa miguu ndugu yangu Paulo Julius pamoja na Hansbeth Rumboyo kocha msaidizi watakwenda kutambulisha kikosi cha wachezaji 25 ambao basi watawatumia kwenye michuano mbalimbali, mashindano mbalimbali ya ndani lakini pia ya nje, ikiwemo Chuo Challenge. Twende kumsikize kocha atutajie kikosi tuweze kujua wanajeshi wetu ambao tutawatumia kwenye mashindano mbalimbali kutoka hapa Chuo cha Mipango na Maendeleo Vijijini, kampasi ya Mwanza. Kocha, karibu. Asante sana, na kama ulivyotangulia kusema niko hapa kwa ajili ya kutaja kikosi cha wachezaji watakaoshiriki mashindano ya nje na ndani ya chuo kwa msimu wa masomo 2025-26, hasa hususani kwa mashindano yanayotarajia kuanza hapa karibuni ya Chuo Challenge Cup season ya 4. Kikosi ni kama ifuatavyo. Kuna eneo la goalkeeping zone tunaondoka na Juma Hussein kutoka New Generation Football Club na Jafet Msangi kutoka Foundation Football Club. Eneo la defending zone Aziz Masud kutoka New Generation Football Club, Al Said Al kutoka Black Stars, Isaka Peter kutoka New Generation Football Club, Haruna Luhula kutoka Trojan Football Club, Al Masud Al kutoka New Generation Football Club, Claudi Bulebi kutoka Black Stars, Lazaro Mwakibete Mwansojo kutoka New Generation Football Club. Eneo la midfielding zone Doto Mesha Kimatata kutoka Black Stars, Idrisa M Chakus kutoka Trojan Football Club, Joshua Mwala kutoka Trojan Football Club, Mikaya Mwaipopo kutoka Trojan Football Club, Nelson kutoka New Generation Football Club, Lijemia Oriko kutoka Foundation Football Club, Inos Budeba kutoka Foundation Football Club, Rahman Mohamed kutoka Trojan Football Club, Saidi Mbulilwa kutoka Young Boys, Filipo James Joseph kutoka Black Stars, Musa Deogratias kutoka Morning Stars, Fabian Manyama Doto kutoka Black Stars, Arafat Said kutoka Trojan Football Club. Eneo la striking zone Edwin Gerald Joseph kutoka Trojan Football Club, Gideon Harun kutoka New Generation Football Club na Beckham Kasongi kutoka Young Boys. Hao ndio majina ya wachezaji nitakao watumia kwenye mashindano kwa kuwakilisha chuo chetu ndani na nje, hasa tukianza na mashindano ya Chuo Challenge Cup season 4 2025-26. Asanteni sana. Wana mipango, nadhani mmekwisha kusikia majina 25 ya wachezaji watakao kiwakilisha chuo chetu kwenye michuano mbalimbali. Kocha, asante sana, tumeweza kusikia kikosi, lakini unapenda kuambia nini wachezaji ambao hawajapata nafasi ya kujumuika kwenye kikosi cha wachezaji 25 kutoka hapa Chuo cha Mipango Mwanza? Asante sana. Chuo chetu kulingana na population iliyopo tuna wachezaji wengi, na wachezaji wengi wamejitokeza kwenye viwanja vya mazoezi kila siku, lakini wachezaji ambao hawajabi considered kwenye kikosi hiki haimaanishi kwamba hawana uwezo wa kuingia kwenye kikosi hiki. Hapana, wachezaji ninao wengi wenye uwezo na wanazidiana vitu mbalimbali, lakini kwa engo ya kikosi, unajua kwenye mashindano ya chuo kuna kuga na limit ya majina ya wachezaji ambao wanakuwa wanahitajika kulingana na mashindano husika. Kwa hiyo nimeweka interview ya wachezaji 25 kwa maana kwamba ndio asilimia kubwa kikosi inabidi kiwe hivyo. Kwa hiyo ambao nimewaacha wasijisikie vibaya, wasijisikie unyonge, tunatambua na kuthamini vipaji walivyonavyo. Lakini kwa walioenda pia niwape pongezi. Niwape pongezi. Sio kwamba ni bora sana, hapana, lakini ni moja kati ya tumezingatia vitu mbalimbali kiufundi. Mimi niko na mwalimu wangu hapa, lakini kama technical bench tumezingatia vitu vingi vya kiufundi. Kwa hiyo hao walioenda tumeona kwa wakati huu wanaweza kutusaidia kufikia malengo ya taasisi na malengo ya chuo chetu kwa ujumla, ambayo yafanyaje
yamewekwa, lakini niwahimize tu kwamba mashindano haya au michuano hii ambayo inakuwa inahusisha chuo chetu inakuwa very proudly nchini kote. Kwa hiyo ukipata nafasi kama hivi ya kwenda kucheza mashindano haya nje ya chuo, tambua kabisa pale ni kama umeenda kujiuza. Kune soko la mpira, ukicheza mashindano kidogo nje lakini unakuwa umewakilisha taasisi fulani, basi watu wengi wanakuwa wanakuja kufanyaje, kuangalia michezo hiyo. Kwa hiyo niwaombe na niwahimize tu kwamba wacheze kwa uwezo wao wote, watuoneshe kile ambacho sisi tumekiamini. Wakikionyesha basi tutafikia malengo ya taasisi, tutafikia malengo ya taasisi kwenye engo ya michezo, si ndio? Lakini pia wacheze wakitambua kwamba wao wako sokoni. Naweza nikasema hivyo. Pia kocha, tungependa kujua kikosi umeshakitangaza cha wachezaji 25. Je, kutakuwa na mabadiliko kutokana na performance za wachezaji? Endapo itatokea mchezaji performance imeshuka, tunajua hapa una mtaji wachezaji wengi. Itakapotokea basi wachezaji ambao tayari umeshawachagua viwango vimeshuka na kuna wengine ambao wako nje viwango vimepanda, je, kutakuwa na mabadiliko kwenye kikosi au kikosi kitaenda kile kile? Of course, timu ya chuo ni timu ya kila mtu. Yes, kwa maana kila mwanafunzi ambaye ataonesha uwezo wake, sio na ukaonekana uwezo wake, talent yake ikaonekana, basi anakuwa yuko anaweza kuwa yuko ana be considered kuhusika kwenye kikosi na kutumikia chuo chetu, si ndio? Haimaanishi kwamba hawa ni mwachagua ndio bora kuliko wengine, hapana. Kuna kupanda na kushuka kwenye mpira, si ndio? Kwa kama kwenye hii kikosi, kama kutatokea kuna mashindano zaidi na zaidi kuhakikisha chuo chetu, si ndio, Afrika tokea kuna mchezaji labda kiwango chake kimedrop, yes of course lazima tuchukue talent nyingine ambao imebi improve tuilete ili kuziba pengo, tusiachie gap sana. Tunasema walau aliyopo akionyesha 80%, basi anayekuja aoneshe 70. Sasa ukidrop sana, tafsiri yake ni nini? Utakwenda kuathiri timu nzima na matokeo ya timu kwa ujumla. Kwa hiyo tutakuwa na hizo program bado tunaangalia, hata watu tulioacha bado tunaendelea kuangalia, na wakiimprove, yes, luksa. Naam, kama tulivyokuja kumsikia kocha ameongea mambo mazuri, na tutarajie kuwa na mabadiliko kwenye kikosi. Kwa wachezaji watakufanya vizuri zaidi, wataendelea kupandishwa kwenye kikosi. Basi na mimi napata wasaa kuhamia kwa kocha msaidizi wa timu yetu ya chuo hapa Rec-Zone Center Mipango Mwanza, Mheshimiwa Ansbeth Rumboyo. Kocha msaidizi, wewe unapenda kuambia nini wachezaji waliokusha kuchaguliwa kuelekea kwenye mashindano mbalimbali, kwa sababu wanakiwakilisha chuo pia, lakini pia ni sehemu ya wao kujitangaza, pia kujiuza? Ninashukuru kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Ninaamini hao wachezaji waliochaguliwa, kwanza wamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namba tulionayo hapa chuoni. Ni namba nyingi ya wachezaji kama kocha mkuu alivyokwisha sema. Ninaamini wasijione bora, na maana yeye kuja kuchaguliwa wametokana na wachezaji wengine ambao wameachwa. Mimi ninachowaambia, ninaomba wakawe na nidhamu ya hali ya juu, wawe aware kupokea kile ambacho sisi tupo nacho kama makocha kwenye uwanja ambacho tunaenda kuwapatia. Maana tunaamini kesho tunaingia kuanza mazoezi rasmi. Twende tukafanye mazoezi kwa 100%, twende kujiandaa. Ninaamini tunatamani kuwa washindi, maana sisi ndio wabingwa watetezi kwenye kombe hili. Ninaamini tunaenda kutetea kikombe hiki, na pia ni lazima tupambane kutetea hiki kombe. Lazima tupambane kuanzia uwanjani na pia kwenye game zile husika ambazo tunaenda kuzicheza. Ninawaambia waende wakakipeperushe vyema bendera ya IRDP na nembo ya IRDP, na wakapambane kwa ajili ya logo ya IRDP. Naamini tutafanikiwa katika hili. Basi kocha, asante sana, kocha msaidizi wa timu yetu ya chuo cha Mipango hapa Mwanza upande wa football. Tumewasikia wote kwa pamoja. Ulikuwa na mimi Eric Joseph Fabian, hosta wako kutoka hapa chuo cha Mipango Rec-Zone Center. Asanteni.